بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، وبعد. أنسمع العلامة الألباني رحمه الله تعالى مسألة 12 تيمم الجنوب بدل الوضوء. Kutayammam kwa mwenye janaba, kutayammam kwa mwenye janaba badala ya kutawadha. Wayajuzu lahuma tayammum badalu alwudu'i ahyanan, na inafaa kwao kutayammam badalu alwudu'i ahyanan, badala ya kutawadha baadhi ya wakati, sio siku zote. Lihadithi Aisha, wa ushahidi wa mama Aisha, wa ushahidi wa hadithi ya Aisha, qalat, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha ajnaba, anapopatwa na janaba, faarada an yanama, akataka kulala, tawaddaa, anatawadha, au tayammama, au anatayammam. Amepokea al-Imam al-Baihaqi min tariqi Utham bin Ali an Hisham an abihi anha. قال الحافظ في الفتح إسناده حسن. قلت رواه ابن أبي شيبة عن عثام به موقوفا عليها في الرجل يصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت يتوضأ أو يتيمم، وسنده صحيح. وأنا خياري كتيمم أو كتوضأ، حديث صحيح. مسألة 13. anasema rahimahullah, ightisaluhu qabla an-nawmi afdal, kuoga kwake mwenye janaba kabla ya kulala ndiyo bora zaidi. Akasema waghtisaluhuma afdal, na kuoga kwao ni bora zaidi, lihadithi Abdullah ibn Qais, واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس، لحديث عبد الله بن قيس. واغتسالهما أفضل، نكوغا فوويلهاو نبور زيدي، لحديث عبد الله بن قيس، وشهيد وحديث عبد الله بن قيس. قال بسيما سألت عائشة، نلموليز عائشة، قلت nikasema kaifa kana sallallahu alayhi wasallam yasna'u fil janaba, alikuwa akifanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam katika janaba? Akana yaghtasilu qabla an yanama, nije alikuwa akioga kabla ya kulala? Am yanamu qabla an yaghtasil, au alikuwa akilala kabla ya kuoga? Qalat, akasema Aisha, kullu dhalika qad kana yaf'al, yote hayo alikuwa akiyafanya, yote hayo alikuwa akiyafanya. Anasema rahimahullah, mas'ala 13, ightisaluhu qabla an-nawmi afdal, kuoga kwake kabla ya kulala ni bora zaidi. Anasema rahimahullah, waghtisaluhuma afdal, na kuoga kwao wanandoa ni bora zaidi, lihadithi Abdullah ibn Qais, وشهيد وحديث عبد الله بن قيس. قال amesema sa'altu Aisha, nilimuuliza Aisha, qultu nikasema kaifa kana sallallahu alayhi wasallam yasna'u fil janaba, alikuwa akifanya nini mtume sallallahu alayhi wasallam katika janaba? Akana yaghtasilu qabla an yanama, je alikuwa akioga kabla ya kulala? Am yanam qabla an yaghtasil, au alikuwa akilala kabla ya kuoga? Qalat, akajibu Aisha, kullu dhalika qad kana yaf'al,
yote hayo alikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rubbama ightasala fanama, huenda ikatokea ameoga kisha akalala. Wa rubbama tawaddaa fanama, na huenda ikatokea ametawadha kisha akalala. Qult, nikasema alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a, sifa zote njema anastahiki Allah ambaye amejaalia jambo hili lina wasaa, kwa maana mtu anafanya atakavyo. Haya maneno ya Abdullah ibn Qais. Amepokea Muslim na Abu Awana na Ahmad. Anasema Sheikh Albani rahimahullah, mas'ala 14, tahrimu itiyani alhaid, wa haramu wa kumuingilia aliye katika hedhi. Wa yahrumu alayhi an yatiyaha fi haidha, na ni haramu juu yake mume an yatiyaha, kumwendea mkewe, fi haidha, katika kipindi cha hedhi yake. Kwenye hashia qala Shawkani, amesema al-Imam Shawkani Muhammad bin Ali al-Shawkani thumma as-San'ani katika Fathul Qadir, wala khilafa baina ahli al-ilmi, na wala hakuna khilafu baina ya wanawazuoni, fi tahrimi wat'i al-haid, katika kuharamisha kumuingilia mwanamke kwenye hedhi. Wa huwa ma'lumun min darurati ad-din, na hili ni jambo la fahamika kwa ulazima wake katika dini, hakuna khilafu kwenye hilo. Anasema wa yahrumu alayhi an yatiyaha fi haidha, liqawlihi tabaraka wa ta'ala, kwa ushahidi wa maneno yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema wayasalunaka 'anil mahid, wayasalunaka 'anil mahid, na wanakuuliza 'anil mahid, kuhusiana na damu ya hedhi. Mahidhi kuna kauli tatu za wanawazuoni, baina waliosema mahidh ni damu ya hedhi, na baina waliosema al-mahidh kipindi cha hedhi, na wako waliosema mahidh sehemu inayotoka damu ya hedhi, ile sehemu. Na hii kauli ya tatu ndiyo kauli ya jumhuri ya jopo la walio wengi katika wanawazuoni, wakiwemo wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni ile sehemu ambayo hedhi hutokea. Wayasalunaka 'anil mahid, na wanakuuliza kuhusiana na mahala pa hedhi. Tukisema kwa tafsiri ile ya tatu, wanakuuliza mahala pa hedhi kuhusu nini? Sasa kuhusu kupaingilia. Qul huwa adha, sema jambo hilo ni udhia, au sehemu hiyo ni udhia, kwa sababu huwa sehemu hiyo na rangi inayochukiza na harufu inayonuka vibaya na najis kadhalika. Wakasema baadhi ya ahli ilm, tankiri iliyowekwa kwenye neno adha, kuna nakira hapo, adhan. Qul huwa adhan, adha, hiyo ni tankiri munakkar, yani ni neno ambalo halijawekewa alif na lam, limewekewa tanwini. Qul huwa adha, faida ya hiyo tankiri alqilla, manake ni udhia mdogo, hautochukua siku nyingi, ni udhia mdogo ambao uko mahala hapo hapo tu, hautapakai katika mwili wake wote, kiasi kwamba watu wakahalalikiwa kuwafukuza wanawake kwenye majumba, wakawaweka kwenye vibanda nje ya nyumba zao kuu.
adha ni udhia mdogo tu, hauvuki ile sehemu yake, kiasi kwamba ikawa ni halali kwenu kuwatoa, hamtaki kuishi nao. Kwa hiyo adha inafidisha qilla, uchache, ni adha ndogo tu, haikupelekei wewe ukamsusa mkeo kama walivyokuwa wakifanya Mayahudi. Mwanamke akiingia kwenye hedhi, kuna kijibanda pembeni ya nyumba anawekwa huko mpaka akishatoharika akamalizika, ndo anaruhusiwa kuingia ndani ya nyumba. Haya waliyafanya Mayahudi. fa'tazilu an-nisaa fil mahid, basi kaeni nao mbali wanawake, fil mahidhi, kipindi cha hedhi zao, au kaeni nao mbali wanawake fil mahidhi, kuhusu ile sehemu inayotoka hedhi. ونسمى أهل العلم وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوقع في الفرج جائز. kwenye neno hili fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, jiepusheni nao wanawake fil mahidhi, wakati wakiwa katika hedhi, au fil mahidhi, kwenye ile sehemu ambayo inatoka hedhi. Kuhusisha sehemu hiyo kwamba sehemu hiyo muiepuke, yani Allah kulisema hili, iepukeni hiyo sehemu ikiwa katika wakati huo wa yeye kutokwa na damu yake hiyo ya hedhi. Maneno haya yadullu, yanajulisha ala anna mubasharata alhaidhi wa mulamasataha, juu ya kwamba kustareheka na mwanamke mwenye hedhi na kumgusa fi ghairi alwat'i, sehemu isiyokuwa ya kumwingilia kwenye utupu, au fi ghairi alwat'i, pasina kumwingilia, fil farji, katika utupu wake, jaizun, ni jambo lenye kujuzu na kufaa. Kwa maana ukatazwi kutamata na kustareheka naye eti kwamba ipo kwenye hedhi, la. Aya imeeleza hivyo, mafhumu ya aya imeeleza hivyo, fa'tazilu an-nisaa fil mahidh. Kwa nini tuwafanye i'tizal sehemu hii? Kwa maana sehemu nyingine ambayo haikutajwa yafaa kutamata naye mke wako kwenye maungo yake, ila sehemu iliyokatazwa kama hapa, na kumwingilia kwenye utupu wa nyuma. Utupu wa nyuma kuna dalili yake imekuja kukataza, si ndio? Naam. Kwa hiyo sehemu nyingine inaruhusiwa wewe kutamata naye. Na haya huyapata hasa mtu mwenye mke mmoja, ametoka huko safari ya mbali, amechoka na nini, amerudi, kufika wanasema mkewe ana red card. Sasa atafanyaje? Naye hana mke mwingine. Ataridhishwa na mke huyu kwa namna ambayo wanawake wanafundishwa na masomo wao. Kuna kikaratasi kilikuja hapa tangu asubuhi, yani kufika tu nimepewa hukumu ya kunyonyana. Anauliza huyo mtu, yani nimekaa tu kwenye kiti kana kwamba alikuwa jambo hili la mkereketa muda mrefu. Nacho kikaratasi hichi ni jambo ambalo lina maelezo mengi wanaozuoni. Ndio tutakaliacha leo, tukaangalia zile fatwa za ahli ilmu insha Allah, sababu ni jambo hassas. Wala taqrabuhunna, na wala msiwakaribie wanawake. Wala taqrabuhunna, na wala msiwakaribie, hatta yatuhurna, msiwakaribie sehemu hiyo ambayo ina adha, ndio ile kusudiwa hapo. Msiwakaribie sehemu hiyo ambayo ina adha, msiwakaribie mahala hapo. Karai yar'a hawla alhima, ikawa ni kama yule arrai, mchungaji anayechunga pembezoni mwa himaya ya mtu mwingine. Kuna hofiwa huenda akateleza akatumbukia kwenye himaya ya mwingine. Halikadhalika sehemu kama hizo,
Tunazungumza mambo ambayo wanaume wanayafanya. Kwa hiyo Allah anapokuambia msikurubie hapo, yeye aliyekuumba anakujua. La taqrabuhunna, msipakurubie mahala hapo. Fanya mambo mengine sehemu nyingine, lakini sio hapo. Hatta yatuhurna, mpaka watakapotoharika. Hatta yatuhurna, mpaka pale watakapotoharika. Fa idha tatahharna, watakapotoharika wakaoga, ndio maana ya tahara. Josho ni tahara. Fa idha tatahharna, wakitoharika kwa kuoga, kwa maana wamemaliza nini hedhi yao, wakatoharika wakaoga. Fa'tuhunna, sasa hapo waendeeni sasa, min haithu amarakumullahu, kwa ile sehemu aliyokuamrisheni Allah. Allah akatuamrisha tuwaende wapi? Kwenye shamba. Waendeeni min haithu amarakumullah, ile sehemu aliyokuamrisheni Allah, kwamba sehemu hiyo ndiyo ya kuingiliwa. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, hakika Allah huwapenda wanaotubia baada ya makosa. Wa yuhibbu al-mutatahhirina, na anawapenda wanaojitaharisha, waliobeba tahara mbili, at-tatahhuru al-hissiyu wat-tatahhuru al-ma'nawiyu. Tahara yenye kuonekana, kuoga kwa maji, sabuni na mengineyo, na at-tatahhuru al-ma'nawi, tahara ya kimaana, kujitaharisha kutokana na tabia mbaya, sifa zisizofaa, na matendo yaliyokuwa maovu. Wanaojitaharisha tahara hizi mbili Allah anawapenda subhanahu wa ta'ala. 222 sura ya pili. Kwa aya hiyo ni dalili juu ya uharamu wa kumwingilia mwanamke akiwa katika hedhi. Wa fihi hadith, na pia katika hili zimekuja hadith. Al-awwal, hadithi ya kwanza, min qawlihi sallallahu alayhi wasallama, kutoka katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, man ata haidha, yeyote atakayemwendea mwenye hedhi, atakayemwingilia mwanamke mwenye hedhi, au imra'atan fi duburiha, au akamwingilia mwanamke katika sehemu yake ya nyuma, au kahinan, au akamwendea kuhani bigaramli, mwenye kudai anajua ghaibu, fasaddaqahu bima yaqulu, akamsadikisha kwa aya semayo, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, kwa hakika amekufuru ya aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo atakayemwendea mwenye hedhi anakufuru wakati gani? Atakayemwingilia mwanamke kinyume na maumbile anakufuru wakati gani? Atakapohalalisha hilo jambo. Kihalalisha anakuwa ni kafiri, kwa maana amehalalisha kinachofahamika uharamu wake kwenye dini ya Kiislamu kwa udharura na kwa ulazima. Kwa hiyo kuhalalisha kilichokuwa wazi kabisa juu ya uharamu wake na kutokufaa kwake, hiyo ni kufuru yenye kujitegemea. Kwa maana akisimama mtu leo akisema pombe halali, watu wanywe pombe halali, kunyweni pombe, amehalalisha lenye kufahamika uharamu wake kwa uwazi kabisa, kwa aliyesoma anajua, kwa asiyesoma anajua. Tupo hapo. Kwa hiyo anakufuru akiwa amehalalisha, anakuwa ni kafir. Lakini ikiwa hakuhalalisha, basi tu ni nafsi yake dhaifu wa imani, akamwingilia mwanamke kwenye hedhi, au akamwingilia mwanamke kinyume na maumbile, hajahalalisha jambo hilo. Ukimwambia je inafaa, anakwambia haifai. Kwa nini umefanya sasa? Ustadhi, bahati mbaya tu, shetani tu amenichezea. Wenyewe anasema sometimes shetani anasingiziwa. Mtu anasema hivyo, kwa shetani kila kitu anaambiwa yeye. Shetani tu kanichezea. Shetani anaamrisha mabaya, yaamuru bil fahsha. Naam. Fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa aya semayo, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ama sipohalalisha, basi ataambiwa irtakaba ithman adhiman, amefanya dhambi kubwa kabisa.
kwa kumwingilia aliye katika hedhi au kumwingilia kinyume na maumbile. Athani, hadithi ya pili katika kuharamisha kumwingilia mwanamke akiwa katika hedhi. An Anas ibn Malik, imepokelewa kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, amesema, inna al-yahuda kanat idha hadat minhum al-mar'atu, inna al-yahud, hakika mayahud, kanat, walikuwa, idha hadat minhum al-mar'atu, anapoingia miongoni mwao mwanamke kwenye hedhi, akhrajuha min al-bayt, wanamtoa kutoka katika nyumba. Walam yuakiluha, na wala hawali pamoja naye, hawali naye. Walam yusharibuha, na wala hawanywi naye. Walam yujami'uha, kwa maana na wala hawachanganyikani naye. Walam yujami'uha fil bayt, na wala hawachanganyikani naye katika nyumba. Atengenezwa kibanda huko nje kabisa, anakaa huko, wanamjalia kama vile kijijibwa cha ulinzi. Fasuila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an dhalik, akaulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu ya hukumu ya kufanya hivyo. Faanzala Allah ta'ala dhikruhu, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye umetukuka utajo wake akateremsha aya, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza kuhusiana na mwanamke akiwa katika hedhi. Qul huwa adha, sema hiyo hedhi ni adha. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake fil mahid, katika ile sehemu yao inayotokea hedhi. Naam, ili uendelee kuambiwa kwamba unaweza kuishi naye, ukala naye, ile sehemu hiyo tu ndo jitenge naye. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid ila akhir al-aya, mpaka mwisho wa aya. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, jami'uhunna fil buyut, jumuikeni nao majumbani, mjumuike nao hawa wanawake majumbani, fanyeni hivyo. Wasna'u kulla shay'in ghayra an-nikah, kwenye riwaya illa an-nikah. Wasna'u kulla shay'in, fanyeni nao kila kitu katika hali ya kustarehe, ghayra an-nikah au illa an-nikah, isipokuwa kuwaingilia. If'alu kulla shay'in, fanyeni nao kila kitu, min al-mubashara wal-istimta'i wa nahwihi, kukumbatia, kuwagusagusa na vitu kama hivyo, isipokuwa tu kamba isiingizwe kwenye kisima. Faqalat al-yahud, wakasema mayahudi baada ya kusikia maelekezo haya kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam, ma yuridu hadha ar-rajulu alla yada'a shay'an min amrina illa khalafana fi. Ma yuridu hadha ar-rajul, ni kipi anachotaka huyu mtu huyu? Wanamuita hivyo kwa kuwa hawakubali unabii wake na utume wake. Sababu soma neno ya adabu haya. Ma yuridu hadha ar-rajul, anataka nini huyu bwana huyu? Alla yada'a shay'an min amrina, kwamba anashindwa kuacha jambo lolote letu, illa khalafana fi, isipokuwa ataka kuonesha kutukhalifu sisi. Tukisema hivi yeye asema hivi. Sisi tukisema kwamba watu waingilie wake zao kiubavu bavu, yeye anasema ruksa chochote kimbele mbele, kinyume nyume, kadha kadha, ila sehemu ya shamba. Tukisema hivi kwamba mwanamke mwenye hedhi watu wasikae naye, huyu anasema kinyume na sisi. Ataka nini huyu? Alla yada'a shay'an min amrina, kwamba asiweze kuacha chochote katika mambo yetu, illa khalafana fi, ila aende kinyume nasi. Kwa hiyo hawakulifurahia hilo. Fajaa Usaid ibn Hudayr, akaja Usaid mtoto wa Hudayr katika Maausi huyu wa Madina al-Ansari.
alisilimu mikononi mwa Mus'ab bin Umair aliyetumwa na Rasuli kutoka Makka alayhi salatu wasalam aende Madina kuwalingania watu. Miongoni mwa waliosilimu mikononi mwake ni Usaid bin Hudayr. Fajaa Usaid ibn Hudayr wa Abbad ibn Bishr, huyu pia alisilimu mikononi mwa Mus'ab bin Umair radiyallahu anhum. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكاجا غويل هاوة أسيد نمزاك عباد قمتم صلى الله عليه وسلم فقال وكسيمكم يا رسول يا رسول الله أنتم يا الله إن اليهود تقول كذا وكذا، hakika mayahudi wanasema hivi. Wakawa wanarudia ile maneno yao mabaya dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala nankihuhunna fil mahid, kwa nini tusiwaingilie wakiwa katika hedhi? Yani turuhusu tufanye hivyo. Kwa nini? Wanasema ahlul ilm, hawa masahaba walikuwa wanawachukia sana mayahudi na wanapenda sana kuwahalifu. Kwa hiyo wakasema sio tu hilo kwamba tufanye kila kitu ambacho wao hawakuwa wakikifanya kwa mwenye hedhi, sisi kibidi hata kuingilia pia tuingilie kwenye hedhi. Unaonaje hilo? Umeelewa hapo? Kuonesha ghadhabu zao na chuki zao kuwatukia mayahudi. Mayahudi si mke wao akiingia kwenye hedhi si wanamtenga, wanamtoa kwenye nyumba, kwa maana hawaishi naye, hawali naye, hawanywi naye. Kwao ni matatizo hayo, si ndio? Achilia mbali kufanyeje? Kumjamii. Ikiwa kula ni tatizo, vipi kumjamii kwa wao itakuwa ni baya zaidi. Kwa hiyo hawa kuonesha chuki zao kuwatukia mayahudi na kwamba tufanye yanayowakera zaidi mayahudi, basi sio tu kula nao, mpaka tuwaingilie ya Rasulullah ili tuwakhalifu hawa mayahudi. Naelewa hapo? Fatama'ara wajhu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ukabadilika hapo uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndivyo alivyo Mtume Muhammad sallallahu kwenye batili, uso wake hauwi na furaha. Kwenye batili anakunja uso kwamba akubali hicho kitu, na kwenye jambo la khairi na baraka na nini, Rasulu uso wake akifurahishwa, istanara wajhuhu, kutoa nuru uso wake kana kwamba ni kipande cha mwezi, kama wanavyomzungumzia masahaba. Lakini akikasirishwa na jambo anakunja uso na anabadilika na rangi. Tamaara ay taghayyara, ukabadilika uso wa Mtume Muhammad. Kwa hiyo masahaba wanautazama uso wa Rasuli kwamba hapa karidhia, hapa hakufurahishwa na hili neno. Na mifano iko mingi katika hilo. Na hivi ndivyo wanavyotakiwa watu wawe kwa mashehe zao, kwamba sheikh hajafurahishwa na hili, nilimuona kwenye uso wake. Lakini kadhalika wake wanatakiwa wasome nyuso za waume zao na waume wasome nyuso za wake zao, hata taarifa mawdhi'a ghadabihi wa ridha, ili mwanamke ajue sehemu gani mume wake anaridhika, sehemu gani mume wake haridhiki. Kwenye uso hutoa hizo isharat. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu aliposhika kile kipande cha Taurat akawa anakisoma, huku anafurahi Umar. Anafurahishwa na nini Umar? Anafurahishwa kwamba kipande hiki cha Taurati yaliyomo ndani yake ndio haya ya Qur'an. Hawa Mayahudi wana nini hawa? Si Taurati yao. Abu Bakri ameshauona uso wa Mtume Muhammad, akamwambia waihaka ya ibn al-Khattab. Umar una nini? Waihaka, chunga Umar, huoni yaliyopo kwenye uso wa Mtume wa Allah? Alimwambia hivi. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amutahawikuna fihi ya ibn al-Khattab, na mashaka na Qur'ani ewe Umar?
Yani mpaka ushike kipande cha Taurati. Unataka nini kwenye Taurati Omar? Ni mashaka na hii Qur'an. Lau kama ndugu yangu Musa aliyeteremshiwa hiyo Taurat angelikuwa hai, hakuna ambacho kingemtosha Musa zaidi ya Musa awe ni mfuasi wangu. Maana Musa alikuwa ni sahaba, lau angelikuwa hai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahali shahid, huoni yaliyopo kwenye uso wa mtume wa Allah ewe mtoto al-Khattab, na sehemu nyingine na sehemu nyingine. Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami kwenye Sahih Muslim kama sijasahau, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa habari zake ndefu. Miongoni mwa waliomwambia, nilikuwa na kijakazi wangu ananichungia wanyama wangu sehemu baina ya mlima wa Uhud na sehemu ambayo alitaja katika hadithi Jawania, baina Uhud wal Jawania. Akaja mbwa mwitu akaondoka na mbuzi wangu. Kumuuliza akaniambia maneno sikumuelewa, nikampiga kofi. Anasema ukabadilika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akaniuliza awasakataha, umempiga kofi yani usoni? Anasema pale pale nikamwambia ndiyo ya Rasulullah, ameshabadilika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sahaba ataka aubadilishe tena ule uso wa Mtume, kana kwamba remote control anayo huyu sahaba wa uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uridu an u'tiqaha, lakini nataka nimwache huru. Maana maneno hayo, ili Mtume arudi katika mahala pake, na Mtume anapenda watu kuachwa huru. Ndio akamwambia basi niletee kwanza ya Jariya aina Allah, Jariya Allah yuko wapi? Akasema fi sama, yuko juu. Kwenye riwaya akaashiria kidole, yuko juu. Man ana, mimi ni nani? Anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia Muawiya, a'tiqha fa innaha mu'mina, muache huru huyu ni Muislamu. Mahali shahid, walitazama uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ukabadilika uso wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna an qad wajada alaihima, hatta dhananna, ana salasimulia huyo, mpaka tukadhani sisi tuliokuwepo hapo, an qad wajada alaihima, ya kwamba amewakasirikia. Tulidhani hivyo tulivyomuona Rasul alayhi salatu wassalam. Faharaja, wakaondoka mabwana wale wawili, Usaid ibn Hudayr na Abbad ibn Bishr radiyallahu anhuma. fastaqbalatuhuma hadiyatun min labani ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Fastaqbalatuhuma hadiya, mbele huko walipokuwa wakienda huko mbele, fastaqbalatuhuma hadiya, wakakutana na zawadi, yani wakakutana na mtu aliyebeba zawadi, min labani, zawadi ya maziwa, ila rasulillahi, yanayopelekwa kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Naelewa hapo? Sababu mtume alikuwa anapokea zawadi, sadaka hapokei. Hali sadaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zawadi. Na ndio maana siku moja alipokuwa anaingia nyumbani kwake akakuta kuna chombo cha maziwa.
Sio kwamba kwa kuwa chombo hichi cha maziwa kiko nyumbani kwangu hapa, nyumba ni yangu na kilichopo ndani ya nyumba yangu changu, anywe tu maziwa. Anahoji kwanza, min aina hadha, maziwa haya yametoka wapi? Akaambiwa ahdahu laka fulani, fulani amekuletea zawadi. Akanywa na wale watu ambao aliagiza waitwe ili wajiwani. Kwa nini ameuliza? Ili asije akawa maziwa ya sadaka. Ahdahu laka fulani. Ndio maana masahaba walikuwa wakipenda kumpelekea zawadi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawadi. Na sisi pia tunaelekezwa tuwe tunawapa zawadi mashekhe zetu. Sisi sote na mashekhe zetu tunawajua, tuwapa zawadi. Ndivyo walivyokuwa wanafunzi wa sahaba mbele ya mwalimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani sisi tulioka hapa tuna mashekhe zetu huku, tunapelekea zawadi. Talib ilmu anabeba kitu zawadi kwa shekhe wake, shekhe au ustadhat, binti ana ustadhat wake anapelekea zawadi ustadhat. Mambo mazuri haya walikuwa wakifanya, tena kwa wingi walikuwa wakifanya masahaba, kama tulivyowahi kusoma, hasa ikiwa zamu ni Aisha, wanamiminika masahaba na zawadi zao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya majukumu ambayo wameyabeba mashekhe na maustadhi na vitu kama hivyo, na majukumu mazito. Zamani dola za Kiislamu zilikuwa zikiwasimamia dola za Kiislamu zile zilizoanguka. Yani mashekhe posho zao zatoka kwenye Baitul Mal. Yeye halimi, hafugi, yeye sana da kuongeza mtu wa pili, mtu wa tatu. Nini? Masurufu yanakuja ya shekhe kutoka kwenye Baitul Mal. Tofauti na dola hizi za kileo. Na haya mpaka leo Saudi Arabia yapo. Mpaka leo. Yaani dola ya Saudi Arabia inasimamia hilo. Wale mashekhe wana mishahara yao kutoka serikalini. Kuna kipindi tulisikia Zanzibar wataka kuweka utaratibu kwamba walimu wa madrasa wapate mishahara yao kutoka kwenye serikali ya Zanzibar. Ilisemwa haya. Tutaraji kama yatafanikiwa kule, huenda pia yakaja kufanikiwa kwa huku. Ni vyema kufanya hivyo, sababu watu wanaonekana ni watu duni. Ndio maana hata mwalimu wa madrasa akipeleka posa haina uzito. Wallahi alazim. Nani ustadhi? Ustadhi ataka mwanafunzi wake. Hiyo ataka mwanafunzi wake. Ndio lugha ya kukataliwa hiyo. Ndio anaanza mzee huyo, anakuja huyo. Atamlisha nini? Atamlisha kulu wallahu. Shakosa. Hawana thamani walimu. Lakini lao kama anajua kwamba huyu analipwa huyu na serikali